Mimi naitwa CCM Lucas, mzaliwa hapa Tarime na kama mtaa wa Chomete. Shida nini? Nilikuwa na shida moja. Karibu. Mwenyekiti wangu wa kitongoji kamchukua mke wangu na watoto 4. Amemuoa mke wangu na watoto 4. Nimenyang'anywa duka langu, nimefungwa. Subiri kwanza, taratibu. Rudia vizuri nikuelewe. Nasema mwenyekiti wangu wa kitongoji amemuoa mke wangu, amemchukua kutoka nyumbani kwangu, nyumba yangu, wamebeba duka, wamepeleka Bunda, wanauzia Bunda duka langu, mtaa mzima unajua. Lakini bado mke wangu alikuwa na vikoba vingapi? Na mdhamini mimi, natuma hela kutoka Dar es Salaam, na hudumia operation, nimefanyiwa hizo milioni 6. Natuma hela, anakuja kugonga hisa. Kikoba cha kwanza natuma 60,000, anagonga 57. Kikoba cha pili natuma 30, anagonga 27. Kikoba kikubwa kimefikisha milioni 8,800,000. Amezibeba zote, na kile kidogo milioni 3,500,000. Ushahidi upo kwenye vikoba. Nilienda mpaka kwenye vikoba, wakaniambia hapo hatukujui wewe, tunamjua mke wangu. Na mimi nilikuwa namwambia, wewe mke wangu, wewe ni moyo wangu, kile kitu tunachokifanya tunashikana mkono. Hiyo hela tunayogonga hisa, nataka ninunue gari niweke Tarime silali, wewe nimeisha kufungulia duka. Wamebeba duka langu mheshimiwa, nalala njani nyumbani, nyumba haina kitu, mpaka sofa, TV, kabati ya vyombo vyote. Wewe mwenyekiti wa kitongoji gani? Chomete. Kitongoji cha Chomete. Chomete. Kwa hiyo yupo hapo au amehamia Musoma? Yuko Bunda na mke wangu. Kwa hiyo mke ulimuoa kwa ndoa? Nimemuoa kwa ndoa. Na yeye amemchukua akaondoka naye moja kwa moja? Na karatasi ya mali jinayo. Haya. Na ndio unasikia kiongozi? Ndio. Nitoka nimezaliwa hapa Tarime. Nimezaliwa hapa. Nimesoma 7 nimeishia darasa la 3. Nilikuwa naogopa kwenda kumtaja kiongozi wangu kwamba anafanya mapenzi na mke wangu. Nikawa naogopa, namwambia mwenyekiti, unampeleka mke wangu nyumbani kwako, usije kwangu, watoto wananitumia message kwenye simu ya mamao. Anamwambia usimwambie baba, usimwambie mama, atanipiga. Namwambia mwenyekiti kwenye simu, nina namba yake hapa, namwambia mwenyekiti, naomba umpeleke mke wangu kwako, uje umlete asubuhi, watoto wasikuone. Sawa. Sasa Kafikia mahali mwenyekiti amempa mimba, akaniambia mimba, unasikia? Naomba nisikilize mkuu. Nakusikiliza. Sawa. Akaniambia mwenyekiti amenipa mimba, nataka aende kunitoa. Nikamwambia hicho ni kiumbe cha Mungu ulichokibeba tumboni, usitoe hiyo mimba. Amejifungua na mtoto na picha yake hapa. Nikamwambia hivi, naomba usitoe mimba. Amembeba na watoto wangu 4, anawaharibia masomo, walikuwa anasoma hapo 7. Binti yangu wa pili alikuwa anagonga mmoja mpaka anaingia darasa la 6. Sasa hivi wamempeleka vijijini huko. Sasa yani ninaonekana kama sina nguvu, yani sina uwezo wowote, kwa hiyo wameniona kama takataka. Sawa, mimi nimekuelewa.